Nataka tuzungumzie kitu tushai kukizungumzia, lakini nimeona ni vizuri nikizungumzie tena because nataka sasa kukitengeneza kikue a series of a discussion. So every day we shall be discussing a particular topic. Ni macho yako mbaya ama ni wewe? Wewe. Ni wewe? Umetoka wapi? Hawakukuona ukipita? Haleluya. Huyu kweli dunia inakuwa na maneno. Nipatie hai kidogo. Hawa jamaa walikuja wakiwa brother wawili. Tumuzee twa 99 years old. Tukakuja tukawatengeneza tukasafisha, wakarudi 20 years old. Alipofika 20 years old akasema sasa nimepata miguu, wacha niende. Na wakaenda. Lakini sababu huyu alienda si sababu ya brother yake kuenda. Sababu ya brother yake kuenda alikuwa tuliona ni 5 star huko kwa ulimwengu wa bahari. Alikuwa amewekwa nyota huko. Lakini huyu sababu alienda, kuna mtu aliniletea vitu zilikuwa za Freemason. Huyo mtu aliniletea ni mama yao, walikuwa wameenda South Africa kufanya celebration ya baba yao kujoin Freemason. Walikuwa naenda kufanya 50 years celebration. Sasa wakaifanya South Africa. Sasa msichana wao, one of their daughters, alikataa kuingia kwa Freemason na akakataa dini hiyo kabisa. So wakamsukuma hakukubali kabisa. Na yeye mtoto yake ni member hapa, anakuja tunaomba na yeye, wakimuingilia na bado nikisikia kitu imekuja kumwataki na nampigia simu na mwambia kuna shida. Sasa nikaambia wameenda South Africa, lakini kuna kitu atakuletea, itakuwa na biscuit, itakuwa na vitu na kuna perfume na vitu hivi utaletewa. Kwa hivyo ukiletewa hizo vitu usiguze, hata usikubali kushika na mkono, utafute rider umwambie azilete. Zikaletwa. Zilipoletwa zikaekelewa kwenye madhabahu. Hata mimi sikuguza. Nikasema zikae 7 days kwa madhabahu ndio tuvuje ile ufalme. Because when you have the contact ya hao watu inakuwa muhimu sana. Ndio unaona wachawi wanatesanga suruali ya mtu, maguo ya mtu, kahadi kachivu, pesa ya mtu, because the contact is very important. So wakati zilimaliza siku 7 nikaambia yule pale, chukua hizo vitu uende ukachome. Sasa akienda kuteremka kwa stairs kule kwingine, huyu wakiwa na Beatrice wakaambia uradhi gote ili watea, unaenda kutupa chakula namna gani? Huyu na Beatrice wakakula hizo mabiscuit, kwa sababu apostle ni mjinga, anaenda kuchoma chakula. After 3 days huyu alikuwa amekaa kama fisi, uso yote ilikuwa imebomoka. Ungemwangalia mdomo, mimi alitoa hiyo kitu kama mdomo nikarudi nyuma. Hata si unaona hivyo? Nikarudi nyuma. Hii mdomo yote ilikuwa imelipuka. Ulipigwa picha? I wish ungepigwa picha. Ungefikiria ni mtu amebodwa na tractor. Naye Beatrice alimwaga damu, ilikuwa inatiririka peke yake. Na hiyo ndio ilimtoa kwa hii madhabahu. Ulifanya hivyo ama kufanya hivyo? Basi. Na niliambia ule aende akachoma. Wewe ukawapatia. Si ndio? Aje nilikupatia. Wakasikia nenda kutupwa. Na ilikuwa imetoka in the highest altar South Africa ya Freemason. Highest altar. Nenda wapi? Kaa chini. Ama wanakupigia. Sasa after huyu kulipuka, do you know what happened? 1 month later alizika mtoto. Alizika nini? Alizika mtoto. Hiyo ndio inataka umang'aa ya madhabahu. Na hivyo ndivyo inakufanyanga.
Si nilikuwa na mdomo ya kukula hizo biscuit. Na ile perfume ni ile inatangwa Hugo's. Hiyo perfume ambayo ilikuwa hapo ndani ndio Beatrice yaenda. Wewe ni waku ile perfume kano. Beatrice alibeba. Kabagi alienda nayo. As a matter of fact, ujui kama ni hizo. Sasa umejua. Sasa umejua. Baadaye uliniandikia ka message. Kanini? Uliniandikia ka message juzi. Ya nini? Ya kusema aje? Si usimame. Ilikuwa ya kusema aje? Hapana, kuna ingine uliniandikia. I lost. Uliniandikia message. I lost faith. I lost faith. Faith is who? Myself and everyone. No. Kachini tu. Kachini. Oh yeah. Kama ukumbuki I remember. Wewe kachini. Hapa achana hiyo kukumbuka yako. Kusahau nini? Hiyo ni kitu ya kusahau. Hiyo ni kitu ya kusahau. Hiyo kama usipoacha hata wewe. Usipokuja utubu na mwenzako hata nyinyi ngoje. Ndio mtajua mnachezaga na nini. Hiyo can guarantee you. I can guarantee you. Ukule sacrament ya the highest altar. Alafu survive. Mimi mwenyewe sikutaka kuiguza mimi. Ikae siku 7 pale mpaka ikushe nguvu. Nikakuja nikapaka huyu mafuta nikamwambia ndio chini kwa sababu huyu ndio nimeanoint kuchoma hizo kwa sababu si hata yeye alituletea yake akachoma. Yeye alituletea vibuyu zake na hizo za kutoka baharini kwa sababu alikuwa na operate na ufalme wa baharini, ufalme wa anga na ufalme wa inchi tambarare. Ile konokono, ile sheli ya konokono, hiyo ni ufalme wa baharini. Alikuwa na mawe, hiyo ni ufalme ya hapa kwa nini? Na alikuwa na hiyo ya ufalme wa huko kwa hewa. So when you see this is not an ordinary, neniwaambianga this is not ile church mmezoea. This is an altar. That is going to change this country. From here, the country will be changed completely. Hii Nairobi italimwa, kulimwa. Na hizi maskando zote, mwezi wa 10 niliwaambia, wahubiri wataanza kulipuliwa, waibaji watahubiriwa, ma celebrities watalipuliwa. Hiyo kitu imefanyika? Yes. Imefanyika. Na sasa hata wewe ukileta ujuaji yako, that is what is going to happen. Ukicheza na hii madhabahu, itakulima. Hata mimi sijaribiki kucheza na hii. Mimi mwenyewe. Na nikijihisi hata nimefanya kitu baya, sikanyagagi hapa. Hapa siwezi kanyaga. Hata kama kwa barabara nimetukana mtu hivi ama najua kule barabara ukiendesha gari pikipiki inapita. Wewe jinga wewe. Hiyo tu peke yake siwezi kanyaga hapa. I know what it can do to me. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio nimefanya sasa nizungumzie mambo making wrong and evil foundations. Making wrong and evil foundations. When you make wrong and evil foundation, it is not that these evil foundations they will start working that very day. They can even give you an opportunity to survive, to eat. Lakini utakuta hiyo kitu itakulipukia 10 years to come, ama 5 years. Some of you here are suffering because of your own fathers. Some of you are suffering because of your own mothers. Some of you are suffering because something you did long time ago. Na nikalikuwa kakitu kadogo. Ulinunua kashamba, kapuroti long time ago. Na ukafanya mavitu hapa, ama ukachukua, ulikuwa msichana, ukaenda ukakutana na kimjamaa ndio kinauza nini? Kinauza proti,
ukaenda ukamwambia si ukule chakula ya ile shamba ya katikati, na akabadilisha makaratasi. Wewe kwako kaida mzuri, ukakuja ukaweka nyumba hapo. Mungu naanza na ukaenda kanisani, God blessed me with a plot. But it is not God blessed you. It is your body that blessed you. Ni mtu ulilalisha, mkalala na yeye, hiyo kitu yako ndio imeleta shamba. Si Mungu ameleta shamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo watoto wako na wewe maisha yote wataishi kwa hiyo kitu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. There is nothing the rest of your life na uzao wako wote up to the 10th generation they will be operated na hiyo kitu yako, because that is now a God you have placed in that land. So those are foundations, and the evil foundations ambazo tunazitengeneza zinakuja kutuhaunt. Labda uliwenda ukalala na mwanaume akakupatia shilingi 200,000, ama ukamkoni kipurani, ukaenda ukainvest hiyo pesa kwa biashara. Hiyo biashara ndio family business. Hiyo biashara, it is operating under that goddess, because hiyo kitu yako is a goddess. Bwana Yesu asifiwe sana. If you didn't know, hiyo kitu imeangusha kings. Hiyo kitu imeangusha mabiashara. Hiyo kitu imeangusha hata makanisa kama hii imeanguka kwa sababu hiyo kitu. Kwa sababu kana kuaga ni kimungu fulani. Sinafanya kama mwanaume aliye akibebeleza. Mwanaume analia kama machozi. Mwanaume anakuaga mjinga. Ukimwambia fanya hivi unaona ukimwambia, mimi nishai drive gari kutoka Nairobi mpaka Mombasa. Ku drive gari. Imagine hiyo jasho yote, hiyo kuchoka yote kwa sababu ya 4 seconds. Mimi nishalipa ndege kutoka hapa nikaenda Zanzibar because of 4 seconds. Imagine ndege 30 ilikuwa 35,000. Nalipia huyu na ya hiyo ni 70. Na mkahawa kwa sababu utaenda Karumaido huko, utaenda Intercontinental ya huko. Intercontinental ya huko ni 50,000. Unalipa 50,000. Na chakula ya huko mtakula around that 50,000. Because of sekondi gapi? So it will drive you crazy. Na ukimaliza tu, baada ya kumaliza unashindwa hii ni nini? Sasa ndio hesabu inakujaga, umepoteza pesa gapi? Unaanza kufanya mahesabu, umefanya nini? Ulikuwa na tenda, ulikuwa uende ukafanya tenda fulani na ikikupatia milioni imepotea. Unasikia mama yako ni mgonjwa, ungelipa hospital bill imeenda. Kila sasa ndio memory inaanza kukuja ya zile vitu ungefanya na hiyo pesa zimeenda. Ulikuwa umeisave, ilikuwa 1 million ya kununua kagari, umetoa 250 zimetoka. Gari ndio hiyo inapotea. Ilikuwa 1 million ya kulipa shamba mahali fulani, umetegetora 100,000. Sasa kutoka hapo hiyo pesa yote itaenda. Alafu tena umebeba nini? Umebeba spirit ya huyu mtu, umeipelekea bwana yako ama umeipelekea mtu mwingine. Sasa unaanza kuspread. Kama ni spirit ya poverty inaanza. Kama ni spirit ya rejection inaanza. Kama ni spirit ya any kind of a spirit, it spreads over the family. And you are planted, na hiyo pesa imetolewa, inabadilika katika ulimwengu wa kiroho, inakuwa sacrifice at the altar. That is an altar. Kama ujuagi hiyo ni altar unabeba kokodoi, that is an altar. We all bow down, women. It's an altar for men to bow down. Sijui kama mnanielewa. Pastor Modeni aragana. That is an altar. Imetengenezewa wanaume. Na hiyo altar ndio huyu mama alienda kule kwa shamba ya garden ya Eden. Na hiyo mama, wagalie, Mungu alipokuja kuwauliza, aliuliza mko wapi? Tuko na huko. Mnafanya nini? Tuko uchi. Akaulizwa, nani aliwaambia mko uchi? Mlijuaje kuna uchi? Kwa hivyo kuna something was tampered with. That is my imagination. It's not biblical, sina biblical proof, lakini kuna imagine. Kile kiatu maweshi ile, mbona hakuona kichwa ndio uchi, akaangalia hapa ndio uchi. Ni imagination yangu, it's not supported anywhere in the Bible. Hata theological sijasikia watu wa theology wakisema hivyo, but I want to imagine. Ni kwa nini
Waliona hapa, hawakuona hapa. Ni kwa nini hawakuona mgogo, wakaona hapa na wakafunika, wakaambia Mungu tuko uchi? Kwa sababu there is something they expose. Mpaka ikikula kitu inaendaga inajificha because it is guilty. Na unasikia kilia because it is guilty. So hata wewe ukienda ufanye maneno na bwana yako kwa nyumba na uende huko na ufanye, bwana sensitive na bwana yako na akili atajua kuna kitu umefanya, because your character na behavior utakuwa behave kitu fanya. Hata sasa hiyo naongeza mapenzi ambayo ikuagi because unataka kufunika kwa sababu unaono. Sasa hiyo ndio naitaka bwana darling, mpaka bwana nakuta ati darling kaumako. Hata calculation zinaanza. Na sisi bwana mabwana hivyo ndivyo tunafanyaga. Mimi nilikamatwa na bibi yangu siku moja. Na sikukamatwa kwa sababu aliniona. Nilienda nikafikiria, unajua nilikuwa nafikiria wamama ni wajiga. Nilikuja kujua wamama wanakuwaga werevu kuliko wanaume. Because mama mama anashidaga na wewe from morning mpaka usiku mpaka kulala. Mama anashidaga na mwanaume. Nikiamka asubuhi mama nafikiriaga mwanaume atakula nini. Mama nikienda kasini na achaga mama akifikiria nguo zangu zitaoshwa namna gani. Akipanda mpaka jioni anafikiria mzee atakuja kukula nini. Mimi wakati nilitoka nilipigwa na frame ya mlango. Nilisahau ninakuaga na bibi. Labda nikuwe na kashida nyumbani. Nipigie mama. Tadorera certificate yako hau. Anaangalia. Mehorabisha otome. That is the only time in a day I will remember that I have a wife. But the wife from morning mpaka jioni anajuaga ako na bwana. Kwa sababu anamshughulikia from morning. So who knows the other one? Nani anajua mwingine kuliko mwingine? Mama ananijua. Mpaka anajua jasho yangu venye inanuka. Bwana Yesu asifiwe sana. So kwetu tulikuwa tunatumia sabuni ya Rexona. Mna kujukua Rexona ile ya green. Tulikuwa tunatumia sabuni ya Rexona. Mimi nikaenda mahali nikajiburudisha vizuri, nikaoga na Imperial leather. Na kwetu hakuna Imperial na hatujai kununua Imperial. Sasa kwenda nyumbani mama akanisalimia na akaniambia you look fresh. You are fresh my husband. Akanihagi. Akaniambia unaonekana ukiwa fresh sana. Nikaona leo haukuchoka sana. Wow. Nikasema bibi leo ameni appreciate. Sasa tukienda kwa kitanda akaniambia darling, hii sabuni ya Imperial imetoka wapi? Nikamuuliza sabuni gani? Akaniambia darling unanuka Imperial. Nikamuuliza gani? Mimi Imperial. Mimi sijaioga na Imperial. Akaniambia sikusema umeoga na Imperial, nasema unanuka Imperial. Na akaachia hiyo story hapo. Na akanyamaza because hana any facts beyond that. Lakini ameniambia mimi si mjinga, ninajua venye unanukaga ukikuja jioni. Jasho yako ninajua. Unanuka fresh leo. Unanuka kitu kingine. Umetoka mahali pa fresh. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikakuja kutoka siku hiyo. Nilipofanya 1 2 3 calculation nikaacha hiyo tabia. Pokea yangu pole kwa sababu hiyo tabia nilikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikuje hapa kusema ati bwana yangu afanyage, anafanyaga ni venye hakuonyeshi na ni venye hujai concentrate sana. Tukao tu isioje. Bwana wakati tulikuwa tunalewa tunaendaka kwa baa, unakuta kuna kisichana kinakuaga hapo. Ni kisichana geshongia atakijaoga vizuri. Hata kiangalia kinanuka. Lakini as you drink the first glass, venye unakiona hata utaki kikuuzia. The second glass macho inaanza kubadilika. The third glass unaanza kuona ni mrembo. The fourth glass unamuita, "We, sweetie, kuja." The fifth glass nasema nie nogwe negere mugoda, nogwe tunelie kemo ya mugoda. The seventh glass muko kwa rumu na yeye. Asubuhi tena ndio unakuja unaona, "Kai, ni nini hii niko nayo?" Hata unajificha unamwambia chomoka. Ndio tusionwe na yeye. Lakini mentality ya kwanza ya mchana inaendaga ikibadilika kulingana na nini. So that is why we are told to avoid this. Kuna vitu vidogo ambavyo vinachangia what you are going through now. Ni vidogo tu kwa sababu ile kitu ulienda ukafanya ni kitu ambayo ungeizuia kama haungekuwa mlevi. Ungeizuia
Kama hungeenda hiyo bar, because kwenye bar ndio maroho nini inarushwa. Kwenye masoko ndio maroho inanyutwa. Kwenye hizi mnakaga wa mama mnakaa hivi, mnaanza kuzungumza kwa kakona kamoja. Hii mnaendaka unakuta the topic is not godly. The topic you have is a topic that kills. Bwana Yesu asifiwe sana. Now that is why we make wrong and evil foundations. Some of this foundation hatujui kama tulitengeneza. Some of this foundation hatujui kama zilikuwa, because mimi ni wa Freemason, tukalala na wewe Mkristo kwa sababu uliona pesa, uliona kile jirova. What will I? Nini nitakuachia? Nimekuachia roho. The next minute utakuta you are operating in that spirit. So the seed spirit is transferable. Nikilala na wewe kuna kitu nitakuachia. Kuna spirit nitakuachia, ama kuna spirit nitatoa kwako. Na hiyo spirit itani control forever. Hiyo spirit ita control mpaka familia yangu. Hiyo spirit utakuta mama bibi yangu nimempatia, naye bibi yangu naye ni kiherehere fulani huko, naye anaenda anachanganya na nyingine tena ananiletea, zinaendelea kupai. Unakuta kuna spirit kama 200 zina operate in one person. Sasa unakuta ile energy inazunguka hapo kwa huyo mtu. Hiyo ni bomu tu, ni bomu inazunguka. And unakuta mpaka watoto wanaanza kukua na hiyo spirit. That is why you are suffering. Because of that small mistake you did. You are suffering because it was just by the way. It was not. Tulikutana na huyu mama na akuru. Na tulikuwa tunasoma na yeye akani. Hey. Roji ndio hiyo. Dakika 3 tumemalizana. Amevaa nguo ameoga na yeye ameenda. Lakini kile kitu nimebeba for the next 100 years itakaa kwetu. Because of a small thing. Not a big thing. A very small. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, a foundation is a battle of faith. Any foundation is a battle of faith. It is something that really will operate in your life forever. Not unless somebody comes, not unless God comes, not unless you find and you search about yourself. You find that this thing will be operational in your life. Tule tu mwanaume umelala natu, tule tu mwanamke tu umelala natu. Tunakufuataga mahali popote unaenda. Kila mahali. Until such a time you will be able to confess. Only the solution is confession. If you confess, you release them. You lose them. They will run away. But if you remain ati nakaa na kale kamsee, kule tumsee umewahi kukua natu, to secret. They will be growing. The spirit grows. As you grow, they grow. Ukikuja kwa madhabahu kama hii ufanyike pastor, you don't kill this spirit. Unaendelea ukikuwa ranki ya apostle na yao zinakuwa apostolic ya kwao. Sasa unaendaka mkipelekana. Sasa ile level ya watu utakuwa ukikutana nao ni hiyo level unaenda. Bwana Yesu, lakini utakuta tabia ni ile level ya chini. Lakini venye mnapanda malevel huko juu, unakuta hizo level zote ndizo mnaenda nazo. Mahali popote utakanyaga, mahali popote utasimama, utakuta the level ni ile tu ya ile ulifanya. Tusome kitabu cha Luka chapter number 6 verse number 49. Inasema hivi, but the one who hears and does not do them is like a man who builds a house on the ground without a foundation. So the foundation or the house, it is formation ya the foundation. Ile foundation umetengeneza ndio inafanya nyumba isimame. Hii nyumba imesimamishwa na foundation hapa chini. And the stronger the foundation, the stronger the house. The stronger the foundation, the better the house. So the house can only be stronger, can only be better, can only be reliable based on the foundation. So the foundation of whatever that you do in life, when you are a girl, wakati ulibrekiwa virginity yako, wakati ulianza biashara yako, wakati ulienda shule, when you had the first boyfriend, will determine the rest of your life. Your marriage is determined by kale kasichana ulibreak virginity yake, ama yule mwanaume mlibreak virginity pamoja, kwa sababu that was a blood covenant. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why Abraham had to be sacrificed. Had to be circumcised. He was circumcised and his son was circumcised. Why? Because there was to be a blood covenant between man and who? And God. So virginity, and that is why it is a preservation. In the Bible,
It's a preservation. Hata Quran, it's a preservation. Ndio nunanga wasichana wa Islamu wana prefer na huko nyuma. Ndio wa maintain hapa mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Wasichana wote unaona wamebeba buibui, akwambia ni virgin, it is virgin. Ako virgin. Lakini huko nyuma si virgin. Bwana Yesu asifiwe sana. Because hapa in the Quran it is a preservation. Huwezi kuoleka kama hapa kumepasuliwa. So it is hiyo damu itakayomwagika, wanachukuanga hiyo sheet kwa sababu wanalalia kwa sheet ya white. Wanachukua hiyo sheet for rituals of the covenant. So breaking a virginity is a ritual that is supposed God to maintain and to bring and to prove the godliness in you. Therefore, the person who broke your virginity carries that kind of godly bondage. Sexual activities zako zimekuwa founded on that man. Bwana Yesu asifiwe sana. So whatever and wherever you will go, that virginity, that blood that was shed will be speaking. Ukiolewa na mwanaume mwingine will be speaking. And because this is a covenant, a sexual virginity, breaking of the virginity, it's a covenant between man and this woman and this man, God being the witness. That becomes your legal wife and your legal husband, known in heaven. Hiyo ndio ukienda kwa register, kale kamutu kalikufanya ya kwanza, hako ndio kako, si hao wengine ni fake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naona tuko na shida all over, because kwanza muli make vows, kwanza ulika promise me utaniacha. Aki mimi sijaifanya, na mimi nilikuwa nataka tu ifanye nikiolewa, nitafanya, nilikuwa nimeapa nitafanya na yule atanioa. Sasa namwambia I promise you, aki I swear nitakuoa. Hizi vows unaonanga tunafanyanga kanisani za ndoa za kanisa. Pastor anakuja anasimama hapa na wewe unasema I will be with you in times of sorrow and in times of sickness and in times of till death do us apart. Sasa mumeachana, mumefanya divorce, mumeenda kotini, umerudi kwa pastor kwa bia till death do us apart, umebia death, sasa simama, hatuko pamoja. Do we go? We don't go. So it is still death. Even before God it is still, hata ukienda kwa jaji aamue, it is that is your man. Hata ukienda kwa jaji aamue, until you go and reverse hii covenant na pete muliweka, because you never spoke it before man, you spoke it before who? God. Lakini umeenda kwa judge, reverse, but he never reversed those. Easy. This is what controls the marriage. This is what will sustain the marriage. This is what will separate you till death do us apart. So these words are a covenant between you and the man of God and the God. And you say, so help me God. Bwana Yesu asifiwe sana. So ukienda kwa magistrate, mumeachana na bwana yako, does he say so help them God? Because sasa wameachana, so God is not involved. God is kept aside. So what will happen to you? Hata uende kwa marriage gani, muko na divorce letter, but the man that is uko na yeye ni huyo. That is the second vow you've made. The first vow ilikuwa ya virginity. Umefanya vow nyingine, ile sasa legal imekuja kwa makaratasi, na ile spiritually what you've spoken. This is now the second what? Vow ambayo iko mpaka kwa makaratasi. Sasa kumbuka na tuvao twingine tule twingine tumekupitia hapo katikati. Now wewe ni nani? Wewe sasa ni nani? You are a bomb. Wewe na Al-Shabaab ni kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe sana. So do you expect anything to come of you? Because if you have gone to the judge and you have separated, na hiyo barua imeandikwa, meaning you are operating on a death sentence. Nothing of you, including business, nothing of you, including your family members, that will be
engaging with you spiritually, because already ushakufa. Vitu za dunia zitakukataa because ushakufa, because you vowed and you said till death do us apart. Kwa hivyo if you are apart, already death has done its work. Biashara haitafanya nothing. Utaolewa kwingine utatupwa tu, utaenda kwingine utatupwa. Utafanya boyfriend, akisema leo unakuta boyfriend anakuacha tu hivyo tu, ama wewe unasikia sitaki, I don't. Sasa hiyo ndio baada ya kufanya ndio unasikia mtu anakupigia simu, nimeona tukue righteous, nimeona tuachane na hiyo maneno, nataka kusafu Mungu wangu. Because ulisukumwa ukafanya, alafu after kufanya unakubushwa. Najikosea mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo ndio shetani anarudiki, anaruka pande ile nyingine, kiti ya huko kisafi sana, unafikiria ni Mungu anakukumbusha kai. Wagoithia dukata ya gai. Unaanza sasa kukuliwa na guilty. That guilty, it is what we call the foundation of your death. Sasa unaanza kufikiria, already umeagusha dukata, sasa repentance itaanza namna gani? Already umefanya hii, repentance itaanza namna gani? Unaanza kuona sasa, tafadhali hiyo kanisa sitarudi kwenda, hata sitataka kukutana na watu wa huko. Sasa unaanza kitu ya kujiondoa kwenye madhabahu, because the projection was ondoka kwa hiyo madhabahu, because waliona ukikaa kwa hiyo madhabahu utafunguliwa. So they will make sure they create a story for you that will remove where you can get your salvation. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Therefore, the foundation is very, very, very vital in whatever that you do, in wherever that you go, and everything that you do in your life. Stick to know the foundation. And that is where I want to begin with, that understanding your foundation. When you understand your foundation, you are able to stand in a manner that you will win every single battle in your life, because the foundation will determine where you are going to go. The foundation will determine how strong you are going to become. The foundation will determine who you will become. Hiyo ndio tu msingi wako itakufanya ukuwe strong ama weak. Msingi ya mahali umetoka. Wale watu walitoka kwenye msingi dhabiti wa Kikristo, hata saizi ni strong. Hata familia utakuta wanalega lakini msingi yao inawarudisha line, kwa sababu kuna msingi dhabiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie First Chronicles chapter number 4 verse number 9 and 10. Inasema hivi: Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. Jabez called upon the God of Israel, saying, oh, that you will bless me and enlarge my border, and that is your hand might be with me, and that you will keep me from harm, so that it might not bring me pain. And God granted what he asked him. He asked God from changing the foundation. Aliuliza Mungu, nataka unibariki, but before you unibariki, change my foundation. Because my foundation is in the name. The name Jabez, meaning pain. So there are people here about you are running in pain. You are forever in pain. You are walking in pain. You are standing in pain. You are moving in pain. Why? Because of that name. Tafuta msingi wa jina lako. Ujue huyo mtu uliitwa, kama ni Mkikuyu uliitwa Wajiro. Wajiro alikuwaga nani? Huyo mama uliitwa, ama huyo baba Kenya ajui uliitwa. Hiyo jina Kenya ajui iliitwa kwa nini? Kenya ajui, Kenya kia ajui alikuwa anafanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Because that will give you the direction of what you are going through. Huyo mwanaume mko na yeye, tafuta msingi wa kwao. Ameitwa wa ng'ombe. Sasa aliuliza kwa nini aliitwa ng'ombe, jina ya ng'ombe. Ukaikia tena kwa familia, unakuta the first born wa kwao anaitwa Wajau. Ukaenda the second, third born wa kwao anaitwa Jau. Unaikia kwa huyo mwingine anaitwa Washiori ama Wakori. Ukienda kwa huyo mwingine anaitwa Wang'odu. Sasa ukienda unakuta nyumba mzima ni wanyama watupu. Nyumba boma mzima ni wanyama. Wang'ombe, Washiori, Wajau, Jau. Unakuta wote ni mo. Unakuta wasichana ni Wagale. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo mwingine anaitwa Gema.
mwingine anaitwa Nyamo. Unakuta hiyo nyumba yote combination ni dangerous, ni bomu iko ndani ya hiyo nyumba. Meaning there is nothing human will operate in that house. Nothing human will operate. Ni wanyama watupu. Ni nyumba imejaa wanyama. The spirit that is operating in that house ni wanyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe unaitwa Jerry, jina ya mtu. Enda ujoin kwa hiyo familia. Utasikia kusema leo ule todo makiugaga ne mawajikona mawajeri ile magioka unakuta discussion, unakuta mama na watoto wana discuss, mama na watoto wana discuss kuhusu bibi ya brother yao ambao ametoka Kiambu, ama bibi ya brother yao ambao ametoka Murang'a. Adwa ya Murang'a le maumete na uko Murang'a le digi magodole ndio matile kagia fiu ni ando mekwenda kororo todo makorogo mariko avu ukuo umetoka Kiambu. Ni airetu a Kiambu ni ando makorogo mekanyama matile kagia wega ne mari ucangiri ukamwe menyera muno todo ucio no akong'eo tuko koro kwete. Sasa kiki hapo kwa sababu wale ni animal. Unaita kwa animal what? Kuna jina ya animal. Kuna kakitabu kalikuwa kanaitwa animal something. Animal farm. Ni animal farm. Na wewe sasa animal farm umeenda ukiwa mtu unajaribu sasa kuangalia zile animal farm. Watakugoga. Kwa sababu hufanyi kama wao, watakugoga. Kwa sababu you don't have the culture. So these names are important. Who gave you the name? And what is the reason behind the name? Look at the Bible. When God decided to bless these people, when God decided to bless Abraham, he changed him from Abraham. When he decided to bless Jacob, he changed his name from Jacob to Israel. So there is a foundation of the name. Not until you change the foundation of the name, you are not going to produce the result of why God produced you. So the name will curtail, will make you succeed, will make you conquer, will make you become. The name can prepare you. Angalia Ruto. Ruto wakati zamani akiwa minister hakuwa anatumia jina Samuel. Lakini wakati alianza kuwa na ambitions za kisiasa, alianza William Samuel Ruto. Kwa sababu Samuel is the warrior, the Libon. Mwenye alikuwa Nandi, the Libon. The Koitaral up Samuel. Sasa akasema this is my grandfather. This nimetoka from him. That is why I am this. And that name imempropel into power. Alafu akaenda kwa hiyo kichaka, wacha hivi anatuambia na dini Mkristo. Alienda kwa hiyo kichaka, kwa hiyo watu wase watalala, wakambless na wakamweka manguo, wakamvalisha spirit ya Samuel, akakuwa Samuel. So hatukuchagua Ruto, tulichagua nani? Samuel. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo kunaitaka. The name will determine how far you can go. It will make you. Niona Jabez ameamua kwenda kwa Mungu. Akasema nitakuwa mkubwa na utanipanua na utanifanya hii. Ninakuomba tu badilisha hii jina. Kwa sababu ni jina ya pain. Ndio nisikue nikilia. Kwa hivyo unakuta kuna jina inakufanyaka tu ulie tu. Kama sasa kwa Wakaba kama hawa, Mutuko. Unajua it is only Wabaluya na Wakaba. You don't have Lorera, you don't have that, and the Luos, you don't have that culture. Sasa utasikia kuna ukienda kwa Jaruo kuna mtoto anaitwa Ruto. Sababu they don't have that where the origin, hiyo track you cannot be able to trace them. But ukikuja sasa kwetu kama ukakamba utakuta mtu alizaliwa usiku anaitwa wewe ni Mkamba. Nani Mkamba hapa? Motuko. Na utakuta majina unaitishwa. Ukienda kwa Waluya wakati wa mvua mtu akizaliwa anaitwa nini? Wafula. Sasa utasikia sasa kumetongelini Jesus wa tongoleni atakuwa mwingi sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo it's very important for you to go and do the research on your name. The research unaweza kuitwa Jerry, lakini sasa fuatilia Jerry huyo umeitwa alikuwa nani? Alikuwa mtu wa kanisa ama alikuwa mganga? Alikuwa msherati ama alikuwa muizi? Whatever. Understand the history ya huyo, kwa sababu you are connected. You are connected na yeye. Sasa ukijua yeye alikuwa nani, vuja hiyo
Kama alikuwa mwizi, ama alikuwa msharati, ama alikuwa mwaga, just disconnect, because maybe you are what you are because of what is you. Hiyo spirit ilivalishwa kwako. Hivyo nimewambia Samoi, Ruto alivaa Samoi tukamchagua. Kama ingekuwa ni Ruto wa kawaida, hatungemchagua. Bwana Yesu asifiwe, because yule ako na foundation ya kingship. Uhuru tulimchagua kwa sababu ni morio wao wa Kenyatta. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatukuchagua Uhuru the son, tulichagua Uhuru the spirit. And the spirit emanated from who? The Father. That is why you see when it came to be sworn in, aliitisha Biblia nani? Ya baba yake, ili aliswear nayo. Kisha ile bendera inaitangwa presidential standard, akatengeneza ya nani? Ya baba yake. Kwa hivyo Uhuru never ruled Kenya. Uhuru the son never ruled Kenya. It is the spirit of his father. Ndio alibehave kama kamzee. Kukunywa pombe alikunywa. State House ilikuwa baa kubwa sana ya kukunywa pombe. Decision zote mpaka siku nyingine ukasikia akisema huyu kijana anafaa atulie kidogo, turudi tutamfikiria baadaye. Unaona, huyu ni lika yake, age mate, lakini anasema huyu kijana inafaa atulie. Na yeye wakati alichaguliwa akiwa kijana. Wazee walisema tupatie kijana. Na yeye ameona kijana, anasema huyu kijana atulie kidogo. Kwa sababu wako lika moja. Kwa sababu alizaliwa 1963. Si ndio? Baba yake alikuwa na miaka gapi akimzaa? Baba yake alikuwa around 67 years. So unachukua hiyo miaka 67, una hadi ya uhuru. Hiyo ni miaka ngapi? That's end of bure. Watu wamefanya biology. I know you understand what I'm saying. Inaitangwa nini? Umefanya biology. Inaitangwa genes. Unachukua genes za baba yake za 67 years. Unaongeza huyu alikuwa 50 something years. Sasa weka plus 55 plus 67, 102. Uhuru akikuwa president alikuwa 102 years. So akiona Ruto anaona ni kakijana na kanafaa kungojea miaka yake ifike akuwe president. Wakati Uhuru aliwacha hiyo kiti ya president, alibadilika hata sura, akarudi kijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alibadilika because ile kitu alikuwa amevaa, ile veil kama ile ya Esau na Jakobo, ile veil alikuwa ametaka imetoka. Wakati alipatiana hiyo mkwajo, hiyo Biblia, constitution na hiyo jora, saa hiyo Uhuru alirudi kuwa Uhuru. Akarudi the kijana. Ndio umeona ameenda Ethiopia, ameleta amani Ethiopia. Ameenda DRC, ameleta amani. Sasa yuko Sudan na amani imeanza kuingia. Lakini wakati alikuwa president, alishindwa kuleta amani kati yake na deputy na Raila. Kwa sababu alikuwa mzee. But now he's talking like a youth. He's thinking like a youth. The real Uhuru that was born. Bwana Yesu asifiwe sana. So those are the things that curtails you from becoming. Those are the things that kills your vision. Kama sasa Uhuru angekibaki tulimuzika na heshima. Tunasemaga kavahede yao ya kefake, because he came himself and he was himself and he retired himself. We buried himself. Ukikanyaga barabara unasema ni ya nani? Ni ya Kibaki. Ukiaka biashara yako unasema ni nani? Ni Kibaki. Kila kitu unasema ni Kibaki. Ni kitu gani moja unaweza kusema ni ya Uhuru sahi? Niambie moja. Hakuna. Why? Because he operated in the 70s. He never operated in the 90s. Hallelujah. So it is very important for you to understand. Huyo shosho umeitwa kama umemchukua. Tabia zako na za shosho, irritation, kurudililia maneno, kuogea, matusi, ile vitu tutafanyaga. Jiangalie kama ni shosho. Na ukijiona ndani ya shosho ujue miaka yako ni gapi. Ukakireti ya shosho uorganisha na yako, ujue how old you are. Takohikia mwiletu unafikiria ni msichana, kumbe ni mama wa 200 years. Huyu mtu ale nyoba. Unakuta kwa sababu ni gedhayo ni mtu ni shosho, anafagiaka anarusha chini ya kitanda. Unakuta waruzi imemea chini ya kitanda kwa sababu ya uchafu. Sasa ni shosho. Unamuonyesha mambo mpya, unamuonyesha mambo venye inafaa kukaa kwa nyumba. Wardrobe unaenda unatengeneza wardrobe ya kisasa, unakuta amehangi magunia huko ndani.
Unamwambia suti inapeleka kwa dry cleaner, unamkuta ameweka kwa ndoo, amechanganya na nguo za mtoto, amechanganya na kila kitu, ziko na makojo. Suti ukikuja kuvaa unakuta imekaa kama mkia kondoo. Kwa sababu ni wa hiyo miaka, hajui suti inapeleka wapi. So those are the foundations ambazo zina cause us to suffer. Ni utakia dekewela kanisa tena wale watu una dipeti kama sasa kasichana haka huyu wa TV na ule wa huko wako na miaka 200. Wakati ya kukua na vitu kama hizi, do you expect any results? No. Hutapata. Huyu namwambia sikule hizi vitu, anaenda na kula, anasema apostle nekeo tiana wana apostle. Hii tutakula na hakuna mahali itatupeleka. Kwa sababu ana operate pali sana. Hiyo maroho ndiye namwambia, ndio ufanye, kwani utapeleka wapi? Sasa apostle na ni wa 1972, ni wa 1982, ni wa 19. Sasa huyo na wewe na uko ndani, yule msee ako ndani anakuambia na wewe uko na miaka 200. Who has the experience? Unaona, wachana na apostle. Niacha apoteza wakati. So it is very important for you to know what kind of a foundation you are operating from. That foundation will cause you. When I was Mungiki, I never operated as Ndura. I was not Ndura. Until such a time I discovered who I was. Tukakuja kufanya research, nikapata Gukayagu. Alikuwa anaitwa General Waruinge. Ukienda Isiri ile barabara inaitwa General Waruinge Street ni Gukayagu. The man I am named after. Huyo ndiye alianzisha. Walipelekwa na wazungu kutoka hapa, wakapelekwa kule Bama kupigana na Waitaliano. Kumbe hawa wa Kikuyu walikuwa wameambiwa Musugu, hata Wakamba wanajua hivyo, Mosongo no tangai. Kwa hivyo walikuwa wanajua Mosongo hakufagi. Sasa walipofika huko wakaenda kupigana na Mataliano, najua Mtaliano bado ni Mosongo. Akaambiwa chapa, akaambiwa tiu, akaona kama Mzungu kameanguka chini. Wakaulisana na Kimathi, uadwani makuaga. Hapo ndio vita ya Mau ilianzia. Haikuanza Kenya, ilianzia Bama. Hapo ndio vita walianza kujua. Wakati walifundishwa na wakajua Musugu anakufaga, wakageukia kamoja kao. Friendly fire. Akaona hata haka. Kwa sababu walikuwa wanataka kujua huyu ni Muitaliano. Wacha tujaribu Musugu huyu mwingine. Kakaona kama Musugu kamiaguka, kama Mwingereza. Wakajua anatogosha wakakolea, mimi megotomenya leo. Kumbe wanakufaga. Hapo ndio vita ya Mau ilitengenezwa Bama. Na hawase wangapi? Kimathi na Waruinge. Waruinge alipokuja ndiye alitengeneza kiapo ya Mau. Kiapo ya kwanza ilitolewa kwa nyumba ya my grandfather. Mbuzi ile walitumia kutengeneza kiapo kwa nyumba ya my grandmother. Na ilikuwa busi pili, moja nyeupe na moja ya red. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati ni mimi nimeng'ang'ana na nimefanya maneno, Waruinge akatengeneza hiyo na akaandika hiyo kiapo, akaandika mzuri, akaanza kupatia watu kiapo. Wakati nilianzisha Mungiki tukiwa na Maina, na hawa watu wawili, Kimathi na Waruinge, walikuwa first cousins. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi Dora na Maina, sisi ni nini? Ni first cousins. Kimathi, mama ya Kimathi na baba ya Waruinge ni sisters na brother. Mama ya Maina na mama ya Waruinge ni sister na brother. First cousins. Na ile kiapo Waruinge alitengeneza. Juzi tu nimeenda huko kutafutilia, wakati Harrison alinifundisha kuhusu madhabahu nikajua. Tukaanza kufanya trace back, tukafanya. Nimeenda kutafuta historia yake. Kwa sababu mimi sikumuona. Alipigwa na bomu hapo rali. Kuna mahali rali ukiingia huko, kuna mahali kumepasuliwa mawe, kuna kishimo kikubwa hivi. Hiyo ni bomu iliangushwa huko. Hapo ndio hiyo mzee alikufia. Lakini nimeenda nimepata makaratasi ambayo alikuwa ameandika. Nikakuta word by word. Ile nilitengeneza ya kiapo. Word by word ni mzee huyo. Niko nayo nitakuja kuonyesha word by word. Ile nilikoini ya kiapo na ile yeye alikoini ya kiapo word by word. So nikapelekea Harrison nikamwambia ndio hii. Na nikamwambia hivi word hivi imeandikwa ndivyo tunasemaga. Na mimi ilitoka kwa kichwa nilikuwa nasikia ikikuja. Nikaandika na nikafanya. Kumbe ni huyo mzee. Haikuwaga mimi, ni huyo mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaomba Mungu, Harrison akaniambia nenda ulete sacrifice tuvuje huyu mzee. Nikaenda nikatafuta pesa mingi mzuri kwenda kumpelekea, akaniambia mimi daiwaga ya kejira, this is not what he wants. Nikaambiwa ndio ukaombe tena. Nikaenda Heaven's Gate, nikaomba, nikaonyeshwa busi ngapi?
mbili, nyekundu na nyeupe. Hizo mbuzi ndizo nilipeleka kwa Harrison kwa madhabahu yake, tukaziekelea hapo. Kutoka siku hiyo Waruinge huyo akakufa, Waruinge huyo akasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is not about hiyo sacrifice unalete hapa ukifikiria ati kwa sababu Waruinge no akahida kaka. No, wacha hiyo jika. Hiyo jika wacha nao. Nenda uombe kwanza before you do a sacrifice. Pray first. Don't rush that money. Si shilingi 20,000 inafujaga. Si milioni 1 inafujaga madhabahu. Ni what God has spoken to you because he knows what was done. What you are suffering from, it is only God who knows. Wana wa Rekabu wakaambiwa, Jeremiah akatumwa akaambiwa, nenda kwa wana wa Rekabu uwapeleke kwenye kanisa, kisha uwaambie kila mtu akunywe glasi ya wine. Waliambia Jeremiah adole na kioko kiga, kichwa yako inaonekana ni mbaya, tukunywe wine sisi? Hapana. Akaambia sisi guka yetu, sisi guka yetu alituambia tusiwahi kukunywa wala kulima misabibu wala kukuwa na mashamba wala kujenga nyumba, tukae kwenye hema miaka yetu yote ndio tuishi siku nyingi. Lakini nani amekuja? Jeremiah aliwaambia, hear the word of the Lord. Sikiliza venye Mungu amenituma niwaambie, because it is only, hii ilikuwa generation kama ya 4. So hawa watu wote they are suffering what they don't understand. Ile maneno ya mzee ni watu wale walikuwa na wao ndio walijua ni nini kilitendeka. Wao tu ndio walijua. Kwa hivyo the secretary, the next person to know ni Mungu. Ndiye ametuma mtumishi wake aende awaambie venye watafanya. Maana walikatazwa kukunywa wine. Kwa nini? Wakati hiyo wine ilikuwa inatengenezwa, inakuwa pombe, kila familia mwenye anatengeneza wine walikuwa naambiwa waoje ndio waone kama wine imekuwa mzuri. Katika ile muojo hawa hawakuwa na hoja, walikuwa nakula kukula. Sasa wakikula wakilewa, anageukia sister yake na mwambia, "Ndokamake. Maudo ni mega." Wanatengenezana sister kwa brother. Mzee akakasirika, akasema kama ni hii imesababisha hii shida, hii pombe siwahi kunywa hapa. That was the reason, the main reason. Ni hiyo tu. Na Mungu peke yake ndiye alijua mzee reasoning ya mzee ni kwa nini amefanya hivyo, na wakajua hawa wengine wote they don't know what transpired and why this curse. Bwana asifiwe sana. Then from there he sent his servant aende awaambie, akawaita kwa nyumba moja wakunywa. Kama wangekunywa hiyo glasi moja, hiyo kerumi ikiondoka. But they refused. They stuck with man instead of following God. Me, when I was told this is the problem in your life, buzi bili za shilingi 7,000. Buzi bili nilienda nikanunua, nikaziwekea kwa madhabahu. Kutoka siku hiyo my life has never been the same again. So it is not about the quantity of what you give, it is about the quality of what you give. Quality, it is what God has revealed to you, not what you have. Hiyo pesa yako uko nayo mingi kwa banki, weka. Pray until God tells you this is what. Unaweza hata kuambiwa kwa nyumba, beba TV upeleke. Simple. Na uko na milioni 10, unaambia si ukanunue. Hiyo umehang hapo, beba upeleke. Beba hiyo. Hata kwa makanisa kama kwa Alison utakuta mpaka ma wardrobe. Mpaka siku nyingine nikauliza nganga, hii wardrobe msee mtu alikuja kutoa hii wardrobe, akaniambia hapana, alizungumziwa. Aliambiwa lete. Na mimi kama anakanikumbusha, ananiambia, "Si wewe ulileta busi." Si wewe ulileta busi. Nikasema ndio, nikasarenda. Because there is a relationship with you and God. It is only God. Jabesu aliambia Mungu, hakuambia mama yake. Kwa sababu alijua ni Mungu peke yake ana uwezo wa kuchange. Na ni Mungu peke yake anajua ni kwa nini there is this pain. So it is very important before you decide to give a sacrifice, let God reveal to you umefanya. Kwa sababu wengine kama sasa mimi nimelala na wanawake wengi, hata kuna wengine sijui. Kwa hivyo kuna viapo zingine sijui venye nilikuwa nikisema. Najua ukiwa hapo unakuwa akili inapotea. So God knows what I said. God will reveal to me aniambie unauge tekena. Ndio unaonanga wakati mwingine hapa nakujaga naongea kikitu, mnashindwa ni kwa nini nimeongea. Hapana, I'm confessing. Wachana na mimi. Nimekubukia hapa, nina confess. Hapa. Because this is where I'm set free. Confession has the greatest power. What you confess, God takes. Confession.
And that is the most important. The beginning of your deliverance is confession. Wacha story mrefu. Wacha kiokoko. Tunajua umeokoka. Tunajua hata uko grade 1 kwa kiokoko. Hiyo ni yako. Kule biguni hauko. Tashangaa sana ukiambiwa toka sikujui. Ani gwoto ete ile goko tuleka tuhuhia. Ni ule honokete, ni ule utaga nyimbo. Hallelujah. Kumbe huko juu hata hujulikani. Kale kama mtu unaonanga hakajaokoka ndio kako namba 1, ndio kameandikwa pale namba 1. Sasa ndio huko kwa kiti cha enzi pale. Mzee Mungu wako hapo. Unajaribu kuangaliwa na what did you na amevaa miwani. What did you say your name is? Unasema mimi naitwa Jacqueline Waiganjo. I'm saved. I served you. I was in praise and worship team. I was an intercessor. I was faithful. I paid my tithes. I paid. Wait a minute. What did you say again? Your name is? Inaangaliwa karatasi. Hakuna. Page 2 inaangaliwa karatasi. Hakuna. Page 3 inaangaliwa karatasi. What did you say your name is? Anajaribu ubadilishe jina kwa sababu majina anaona lakini hakuna jina yako. Kwa nini? Because you missed to understand the plans of God. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the most important thing. If you understand what God has in store for you, you will be released. You will be set free. You will be released. For sure, you don't need a lot of prayers. You don't need to travel. Mimi nimeenda kwa TB Joshua mara 3. Mimi nimeenda mpaka kwa Benihin tumeongea naye one on one. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeongea na mtu anaitwa Johnston one on one, trying to find a solution of my life. But nilikuja kuponea hapa. Nimepoteza millions huko nje. Kwa TB Joshua kwa wapi? Nimepoteza a lot of money. But nilikuja kuleta puzi gapi? Out of about 10 million nilispend nikitafuta. You see, so most of you are wasting a lot of money. You're wasting a lot of your energy. You're wasting a lot of your time because of something that you could have done. Up next. Only going to seek God, to ask God, what is this that is eating our family? God will come to you. He will reveal to you. And this can only be happening to you under a confession. If you confess yourself, ile ujagiri yote umefanya, ile wizi yote umefanya, wale watu wote umeduka kisu, wale watu wote umekosegenya, una confess every time I confess. Every time. Because una pretend kwa Mungu, unamwambia Mungu, nimesahau siku confess hii jana. Just outpour yourself. Outpour yourself to God. Pour yourself entirely every single time. Yani ukiona ni kama hakusikia mzuri, rudia tena. Baba, kile kimsee kiliwacha bibi yake, ni mimi nilifanya hivyo. Ninakuomba msamaha. Baba, kale kabuzi ka wenyewe kalipotea nikaenda tukachoma usiku, ni mimi nilifanya. Hata kama ulimwambia jana, endelea kuconfess, because that is the beginning of your deliverance. Deliverance is not about your pastor. Deliverance is not about your bishop. Deliverance is not about how best you know the Bible. It's about you and the relationship with God. Confessing, not lying to him. If you confess to him, he opens the door. He likes those people who confess. He knew Hagar by name, lakini alimkuta kwa kichaka akamuita jina. Hagar, unafanya nini hapa? How could he be knowing the name of Hagar lakini akose kujua ni nini anafanya huko? He needed Hagar to confess. Hagar akasema, mimi nimefukuzwa. Kwa nini? Kwa sababu nilifanya ABC. Akaambiwa, rudi huko urepent. Rudi baka huko urepent. Na alipo repent, tribulation zake zikaisha. Because alitabiriwa na kulikuwa na unabii itatoka hivyo. Wakati Jacob alirudi kwa brother yake, walienda wakakaa chini, wakasameheana. They repented to each other. Na ndio kila mtu akabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very important to know, not about how saved you are, not about what you think you have gone, which kind of a school you have gone. Wachana na hizo maskuru zako. It will never help you. Wachana na hizo masadaka zako. You may be having billions of money, but God will never eat your money. God will never take your money if you have something hidden in your heart. Wewe ni mkora na wewe ni mkora, and it remains so. Kule hakuna kitabu itafunguliwa. Mwa akienda kushout, mwangalia ni kitabu na anaangalia jina yake, anaitwa Karioki wa Magana. Anambia, mwangalia vizuri.
Kuna mambo 15 haja confess, wachana na yeye. Tafuta kitabu faili nyingine inaangaliwa. Huyu ni Josephine, okay, Josephine kuja. Huyu ni Mwagi, ni Onyago, Jango kuja. Unakuta mtu mlianza, ulimkuta kanisani akiwa pastor. Unakuja unabarikiwa, na ukikuja ulikuja na slippers. Hata nyumba ilikuwa imefungwa. Lakini unakuta after few months kigari kimesimama hapo kitu Prado. Na ule mtu mmeshida naye hapa. Huye mwenye alikupokelea anatembea mguu bado, anakwambia ulikuwa unatafuta fare siku hiyo kutoka kwake. Anakwambia niye ndire onajetaire muhunjia akiuma gwa nyonekana he kindu ekojikia. Unakuta baadaye wewe ndio unabarikia. Na sasa kwa sababu umenunua gari mpya, anaanza maombi. Hapo ndio wachawi wa kanisa wanaanzaga. Kwa sababu yeye ndiye alikushikilia ukianguka wakati ulikuwa unafanya deliverance. Na ulikuwa hauna, mpaka ulikuwa unanuka jasho kwa sababu hukuoga. Umeoga na sabuni ya kwanga mpaka imekubadilisha sura. So yeye ndiye alikushikilia. The next few 3 months kigari pastor yenda ukiorathime gari yako. Sasa yule alikushikilia anaona umebarikiwa, anakuja na ni mtumia sio mudo waka ini ndio na tefi hiyo niki ni maundu make ndamurora uguo ndirona tari wa Freemason, ndona ni tena kaundo, lakini hana kaundo. Amekuja na amebarikiwa kwa sababu wewe huyu amekuja na clean heart na amefunguka. Mungu akaachilia baraka zake. Kwa sababu baraka ziko zinatugoja. The day we are going to confess, baraka zote zinateremshwa. Everything comes down. The day you confess all your sins, the day you tell God, here I am, operate my heart. Every file yako, it is written, signed, waiting for delivery. And they are waiting for you to open the journey, to open the road, to open that door. So huyu mama amekuja na mashida zake, ameconfess na Mungu amemwekea tiki, failo inateremshwa. Wewe ulimshikilia because wewe ni nyoka kanisani. Utaishi kwa shida forever. Akibarikiwa sasa, hapo ndio sasa unabadilika na kwa nini mchawi ndani ya kanisa. Naona huyo baba sasa alikuja juzi. Na nilisema situlizika nyanya yake juzi. Teterera huyo kiteko nina muhujia. Huyu ametumwa. Umeona mpaka amepatiwa gari. Hii gari ni ya kumaliza muhujia. Hii ni sacrifice. Acha uchawi. Nenda hata wewe utoe hiyo sacrifice upate gari. Wacha mdomo ya jiga. Peleka mjiga yako bali. Hata wewe enda huko. Ukule wameenda wamenichukua. Enda hata wewe chukua huko kama zinachukuliwa huko. Enda patizi huko na nyanya. Enda upatiane nyanya yako huko. Ujiga. Upatiane. If you don't give out to God, how do you expect to have a relationship with God? You can never have a relationship with God. God will never bless you because you are a hypocrite. You are a dangerous person. You are hopeless and a useless person. Pretending to be a churchgoer. Pretending to be that holy. Pretending to be that important person. You are not. Hata kama ni bishop. Hata kama ni archbishop. Na wewe ni higa ni chochoro hii. You are not. You are useless and hopeless. Hauko kwenye kitabu. Biguni ni bali. Niseme kama nganga. Niliona amesema biguni ni bali na akasema wale watu wanakuwa na mabibi na wanawake wengi. Nikaona Uhuru akagalia Ruto, Ruto nikaona wewe wameulizana, wewe utaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. We have this story of this let me give you some few things that causes. Nimeziguza kwenye hiyo story yote, but I want to finish hapa because saa 8 imefika. Exceed your time, I'm sorry. Types of foundations in our lives. I will come to expound them tomorrow. Is sexual foundation, wickedness foundation, bloody foundation, family sacrifice foundation, and the spiritual foundations. Nirudie tena. There are 5: sexual foundation, wickedness foundation, bloody foundation, family sacrifices foundation, and the spiritual foundations. Kama spiritual foundation tulizungumzia Sunday kwa class.
but in education to expound on them only to deal with the evil foundation. I will deal with them one by one, but because of those who want to go back to job, tusimame kwa miguu yetu ndio niweze kuomba. I set you free, you go. Now I want us to pray against the evil foundations that operated in your life. Those things that have hindered you from the successes, God will set you free. This is a day He founded and found yourself that you will be blessed. And those foundations will be broken. The evil foundations in your life. You may have committed them, or you may have found them operating in your family. That is why the challenges are immense. That is why the challenges are superior over your life. Open up your lips. Don't be stagnated in one position. You can move around and speak to God. The house is clean. You can kneel down. You can call upon the name of Jesus, and He will deliver you in a minute.